Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Karibuni katika somo la leo. Somo letu la leo linalenga kujibu maswali. Somo la leo linalenga kujibu maswali na lina kichwa, je, nani ni Mungu wa kweli? Wapo wanaoamini utatu, wapo wanaopinga utatu, na wale wanaopinga utatu wapo ambao wamekuwa wakifundisha utatu ni uongo, na sasa Mungu ni mmoja aliye Baba, na Bwana ni mmoja naye ni Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Wapo ambao watu wamekuwa wakifundisha hivyo. Basi karibuni tuweze kuangalia kile ambacho maandiko yanafundisha. Je, maandiko yanasemaje kuhusu Mungu mmoja wa kweli aliye wa milele? Karibuni sana. Basi kabla hatujaendelea, karibu tupige magoti na tuombe. Basi na tuombe. Tunasema asante Mungu kwa kuwa wewe ni mwema na umetulinda hata wakati huu. Tunapoenda kujifunza somo hili, tunakusihi pamoja nasi. Tunatubu dhambi zetu ambazo tumekuwa tukikosea mara nyingi. Tunakusihi tusaidie Bwana katika mahali ambapo tumeshindwa, au katuwezeshe. Tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Yeyote atakayesikia somo hili leo au siku nyingine yoyote, kwa wakati wowote, tunakusihi pamoja naye wewe kama mwalimu, na kumfundisha na kumtia kwenye kweli yote. Zaidi ya yote tunaomba tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Ni katika jina Yesu tunaomba tukaamini na kushukuru. Amina. Basi rafiki yangu, wakati huu karibu kwenye somo letu la leo. Somo la leo nimelipa kichwa, je, nani ni Mungu wa kweli? Wapo ambao wanafundisha swala zima la utatu mtakatifu, kuwa utatu mtakatifu ndilo somo ambalo linatufunulia Mungu wa kweli. Lakini ningependa kidogo kuweka hoja hii kwamba utatu mtakatifu unasemaje. Nitaisoma kama ilivyoelezwa na kanisa la Waadventista wa Sabato kuhusu utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu unasemaje kuhusu utatu mtakatifu? Nitapenda niisome kama inavyoelezwa kwenye utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu katika vitabu vya kanisa, kitabu cha kanisa Fundamental Briefs, zile Fundamental Briefs au kanuni za msingi za kanisa za Waadventista wa Sabato, ni msingi namba 2 wa kanisa la Waadventista wa Sabato, na hii ninayoisoma ni ile ya mwaka 1980. Inasomeka kifungu namba 2: utatu mtakatifu. Mungu hafikwi na mauti, mwenye enzi zote, anajua yote, juu ya yote, na yuko daima. Yeye hana mikono, na zaidi ya ufahamu wa mwanadamu. Yeye hana kikomo, na zaidi ya ufahamu wa mwanadamu, lakini anajulikana kupitia ufunuo wake binafsi. Anastahili milele kuabudiwa, kusujudiwa na kutumikiwa na viumbe vyote. Namba 3 inasomeka Baba. Mungu Baba wa milele ndiye muumba, chimbuko, mtegemezaji na mwenye enzi kuu ya viumbe vyote. Yeye ni mwenye haki na mtakatifu, amejaa huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na uaminifu. Kifungu namba 4 ni Mwana. Mungu Mwana wa milele alifanyika mwili katika Yesu Kristo. Kupitia yeye vitu vyote viliumbwa. Tabia ya Mungu inafunuliwa, wokovu wa mwanadamu unakamilishwa, na ulimwengu unahukumiwa. Milele kweli Mungu alifanyika pia mwanadamu wa kweli, Yesu Kristo. Alitungwa mimba na Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Bikira Maria. Aliishi na kupitia majaribu kama mwanadamu, lakini alionyesha kikamilifu haki na upendo wa Mungu. Kwa miujiza yake alidhihirisha nguvu za Mungu na kuthibitishwa kama Masihi aliyeahidiwa na Mungu. Aliteseka na kufa kwa hiari msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na katika sehemu yetu alifufuliwa kutoka kwa wafu, na akapaa kuhudumu katika patakatifu pa mbinguni kwa ajili yetu. Atakuja tena kwa utukufu kwa ajili ya ukombozi wa mwisho wa watu wake na kurejesha vitu vyote. Namba 5, Roho Mtakatifu. Mungu Roho wa milele alikuwa akifanya kazi pamoja na Baba na Mwana katika uumbaji, kuzaliwa katika sura nyingine na ukombozi. Aliwavuvia waandishi wa maandiko, alijaza maisha ya Kristo kwa nguvu, anawavuta na kuwashuhudia wanadamu na wale wanaoitikia yeye, kuwafanya upya na kuwageuza kuwa mfano wa Mungu.
Alitumwa na Baba na Mwana ili kuwa pamoja na watoto wake duniani. Yeye hupanua karamu za kiroho kwa kanisa, hulitia nguvu kushuhudia Kristo, na kwa kupatana na maandiko huliongoza katika ukweli wote. Hapa ninasoma kanuni ya Waadventista wa Sabato ya mwaka 1931 kipengele cha pili. Inasomeka kwamba uungu au Utatu Mtakatifu unajumuisha Baba wa milele, nafsi binafsi ya kiroho yenye enzi zote, aliye kila mahali, anayejua yote, asiye na kikomo katika hekima na upendo. Bwana Yesu Kristo, mwana wa Baba wa milele, ambaye kupitia kwake vitu vyote viliumbwa, na ambaye kupitia kwake wokovu wa majeshi aliyokombolewa utatimizwa. Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, nguvu kuu ya kuzaliwa upya katika kazi ya ukombozi. Hivi ndivyo inavyosomeka. Kipengele cha tatu kinasomeka kwamba Yesu Kristo ni Mungu hasa, akiwa wa asili na kiini sawa na Baba wa milele. Wakati akihifadhi asili yake ya uungu, alitoa asili ya familia ya mwanadamu, na hapa ndipo penye tatizo la utatu. Utatu Mtakatifu unatufundisha kwamba, anasema Yesu Kristo wakati akihifadhi asili yake ya uungu, alitoa asili ya familia ya wanadamu, akiishi duniani kama mwanadamu, akionyesha maishani mwake kama mfano wetu kanuni za haki, akithibitisha uhusiano wake na Mungu kwa miujiza mingi mikuu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu msalabani, na alifufuka kutoka kwa wafu na kapaa kwenda kwa Baba, ambako anaishi daima ili kufanya maombezi kwa ajili yetu. Basi sasa, kulingana na Utatu Mtakatifu unavyofundishwa na Kanisa Katoliki, lakini pia na Waadventista wa Sabato, ni kusema kwamba Mungu ni mmoja, nafsi tatu. Nafsi hizi tatu ni za milele. Nafsi hizi tatu ziko sawa. Nafsi hizi tatu ziko sawa, hakuna aliye juu wala aliye chini. Ndivyo kanuni ya utatu inavyofundisha, ukichukua ya Kanisa Katoliki na ya Waadventista wa Sabato. Waadventista wa Sabato wanatufunulia kwamba Yesu Kristo katika kuzaliwa alihifadhi, nimenukuu hapo, alihifadhi uungu wake na akatwaa na ubinadamu, kisha akaja kwa ajili ya ukombozi. Wacha nirudie tena kuisoma. Inasema wakati akihifadhi asili yake ya uungu, alitwaa asili ya familia ya mwanadamu, akaishi duniani kama mwanadamu. Lakini tupate kuangalia, je, Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Rafiki zangu, ningekualika usipate kuchoka. Somo hili nitalifupisha kadri ninavyoweza, lakini nikualike usichoke kusikiliza somo hili, sababu ningependa nikualike usikilize hadi mwisho. Uwe unaamini utatu au huamini utatu, kwa sababu wale wanaopinga utatu kumekuwa na matatizo pia. Kumekuwa na matatizo. Sasa tunapinga utatu au unapinga utatu, au tunakubali utatu au unakubali utatu. Misingi ipi unayoikubali na ipi unayoikataa? Kwa sababu wengine wakati wanapinga utatu wamekuwa wakipinga utatu na kukataa baadhi ya kweli ambazo Biblia inazifunua, na wengine wanaokubali utatu wanakataa baadhi ya kweli za Biblia inazozifunua. Ndizo hapo ambazo nataka tujaribu kuzijadili. Biblia inasemaje? Kitabu ni Wafilipi 2:5. Anasema, iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Unaona, kumbe Biblia yenyewe inafunua kwamba Mungu, mwana wa Mungu hapo mwanzoni alikuwa yuna namna ya Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Maana yake pia alikuwa sawa na Mungu, alikuwa yuna namna halafu tena sawa, lakini akaviacha hivi vyote, akaacha kuwa sawa na namna, akaacha kuwa sawa na akaacha kuwa na namna ya Mungu, akatwaa namna ya mtumwa, akatwaa namna ya mtumwa. Sasa katika kuacha namna, maana yake ni form, namna ya Mungu, form. Katika kuacha sawa, maana yake ni mamlaka, enzi, azama, utukufu. Hivyo ndio ambayo tunazungumzia usawa.
Sasa mwana alikuwa yuna namna ya Mungu, maana yake Mungu yeye yukoje? Kitabu ni Yohana 4, anatuambia Mungu ni roho, nao waabudu wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kumbe Yesu Kristo naye alikuwa yuna namna ya Mungu, yaani alikuwa na namna form ya roho, alikuwa ni spiriti, lakini akatoa namna ya mwanadamu, maana yake akawa binadamu kama sisi. Sasa je, wakati anakuja duniani akiwa binadamu, aliutoa ubinadamu kikamilifu au aliutoa ubinadamu nusu? Hapo ndipo tunapoenda kwenye kitabu ni DA ukurasa wake ni ule wa 25. Rafiki yangu, ni kualike usichoke kusikiliza somo hili, kwa sababu nina mambo mengi hapa mbeleni ambayo ningependa tuyajadili pamoja. Kama una swali unaweza kuweka hapo tukapata kujadili wote pamoja. DA ukurasa wake ni ule wa 25. DA ukurasa wa 25 inasema hivi. Inasema ukurasa wa 25 paragraph yake ni ile ya 3. Ukurasa wa 25 paragraph ya 3 DA inasema hivi. Nimefika hapo, anasema in taking our nature, the Savior has bound himself to humanity by a tie that is never to be broken. Through the eternal ages, he is linked with us. Akiwa anamaanisha kwamba katika anamaanisha katika kuchukua asili yetu, Kristo amejiungamanisha na jamii ya kibinadamu au asili ya mwanadamu kwa kifungo ambacho hakitavunjika kamwe, hakitakatika kamwe. Katika vizazi vyote, kupitia vizazi vyote, katika vizazi vyote amejiungamanisha pamoja nasi. Kumbe Yesu hakuutwaa ubinadamu kwa muda, badala yake aliutwaa ubinadamu milele. Sasa kufundisha kwamba Mungu ni mmoja, nafsi tatu zilizo sawa na za milele, huo ni uongo, kwa sababu mwana hayuko sawa na baba. Mwana katika habari ya form, mwana ni binadamu, halafu baba ni roho. Lakini sio hivyo tu, tunakuja kwenye kipengele cha pili. Je, katika mamlaka, je, Yesu atarudia kutoa mamlaka yale aliyokuwa nayo kabla ya ulimwengu kuwako? Mamlaka tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:28, anasema basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Ukiangalia anayetiisha ni nani? Anayetiisha ni Baba. Ukianzia mstari wake wa 20 hapa, anayetiishwa ni nani? Ni mwana, yani mwana wa Mungu. Kwa mwana wa Mungu anatiishwa chini ya Baba katika vizazi vyote. Sasa tunakuja baada ya kuona kwamba utatu ni uongo, kama wengi ambavyo tunakubaliana kwamba utatu ni uongo, mwana na baba hawako sawa, na pia mwana ni binadamu na Mungu ni roho. Mungu yuko katika in form of spirit. Mungu ni roho, nao waabudu wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Je, sasa Mungu wa kweli ni yupi? Kuna ndugu mmoja nilimuuliza swali hilo, na wakati anajibu swali hilo alinipa vifungu vifuatavyo. Kifungu cha kwanza alichonipa ni Wakorintho wa kwanza 1:3, Kutoka 20:1-3, Funuo 14:6 hadi 7, Isaya 45:23, Mathayo 16:15 hadi 17, Yohana 20:17, Matendo 17:29. Kanipa Wakorintho wa kwanza 8:5, Waefeso 4:4 na Wakorintho wa kwanza 8:6. Mwingine akaja akaikazia. Basi sasa wakati napitia haya mafungu nikaona niandae somo hili kwa utaratibu ufuatao. Mungu wa kweli ni nani? Je, nani ni Mungu wa kweli? Wapendwa, wengi wamekuwa wakipinga tatizo la utatu mtakatifu kwa kupinga idadi, kwamba Mungu ni mmoja, it's fine, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Huo ni uongo. Mungu sio mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nafsi ambazo zimeungana katika Mungu mmoja. Mungu sio mmoja, nafsi tatu zikiwa zimeungana, zimeshikana. Yaani kama hivi mimi naitwa Joseph au Juhudi, kwamba mimi hapa nilipo
ni mmoja, halafu mimi huyu nina nafsi tatu. Huo ni uongo. Wale wanaoamini utatu hutufundisha kwamba Mungu ni mmoja, anaitwa Baba akiwa mbinguni, anaitwa Roho Mtakatifu akiwa ndani ya watu, anaitwa Mwana wa Mungu akiwa kwenye kazi ya ukombozi, kitu ambacho ni uongo. Yaani wana utatu wanajaribu kutuaminisha ya kwamba Mungu huyu mmoja ni Mungu mmoja ambaye anabadilika jina kutokana na utendaji, kwamba akiwa kwenye utendaji wa ukombozi anaitwa Mwana kwa sababu ni Mungu yule yule, lakini yuko kwenye ukombozi anaitwa Mwana. Hicho kitu ambacho ni uongo. Sasa kama ni uongo, Mungu mmoja ni yupi? Kitabu ni Wakorintho. Tumuulize Yesu kwanza. Tujaribu kumuuliza Yesu, maana Waefeso 2, kitabu ni Waefeso 2, nitapenda niisome kabla sijaendelea. Waefeso 2:20 inasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Petro anajibu anasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, sisi tukiwa kama mawe yaliyo hai. Sasa tunajengwaje? Ni kwa kuamini na kupita katika imani ya mitume na manabii na Yesu Kristo. Tuje sasa, je, Yesu mwenyewe anasemaje kuhusu Mungu mmoja? Yesu mwenyewe anasemaje kuhusu huyu Mungu mmoja? Kitabu ni Yohana 20:17. Nitapenda nipite Yohana 20:17. Je, huyu Mungu mmoja ambaye tunapaswa kumwamini na ambaye tunapaswa kumuelewa ni Mungu yupi? Yohana 20:17 inasema, Yohana 20:17 anasema, Yesu akamwambia, usinishike kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Unaona, Yesu anasema usinishike, ninapaa kwenda kwa Baba yangu na ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu. Huyo ambaye anapaa kwenda kwake ni Baba na tena ni Mungu, ni Mungu wake na ni Mungu wetu. Sasa kumbe wale wanaotufundisha kwamba Mungu ni mmoja nafsi ni tatu, Yesu anasema ninapaa kwenda kwa Mungu. Mungu yupi? Aliye Baba. Kumbe Mungu ambaye anaaminiwa na Yesu Kristo kwa huyu ndiye Mungu ni yule ambaye ni Baba. Lakini sio hivyo tu. Tuulize mitume, je, mitume ninyi mwasemaje kuhusu Mungu mmoja? Waefeso 1, kitabu ni Waefeso 1:17. Kwa sababu tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, tuangalie, je, nyinyi mitume mwaminije kwa habari ya Mungu? Mungu ni nani? Kitabu ni Waefeso 1:17 inasema, Waefeso 1:17 anasema nimefika. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Narudia, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe yule Mungu ambaye Yesu Kristo anasema ninaenda kwa Baba yangu naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu, mitume wanaamini huyo ndiye Mungu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Mungu ni mmoja aliye Baba, huyo ndiye Mungu. Mungu ni mmoja aliye Baba. Sasa huyu Mungu mmoja aliye Baba ambaye yuko juu ya vyote, huyu Mungu mmoja ndiye ambaye tunaambiwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6, mitume, imani hii ya mitume, hii ni imani ya mitume kuhusu Mungu mmoja ni nani? Mungu mmoja ni nani? 8:6 Wakorintho wa kwanza inasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo na sisi kwa yeye huyo. Unaona rafiki zangu, mitume wanaposema yuko Mungu mmoja hawapuuzi nafasi ya Yesu. Wanasema Yesu ni Bwana mmoja, na huyu Bwana na sisi wenyewe tumekuwapo kwa yeye huyo. Kigezo cha Yesu kuwa muumbaji aliyetuumba na kwa sababu yake yeye sisi tupo, hakimfanyi awe yeye ndiye yule Baba, hakimfanyi yeye awe ndiye yule aliye juu ya yote. Hapana. Yesu Kristo anabaki na nafasi yake kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, lakini yupo Mungu mmoja aliye juu ya yote.
Lakini sio tu hivyo, ukisoma kitabu ni Yuda 1:4. Yuda 1:4, hii ni habari ya mitume wanaaminije kuhusu Mungu mmoja. Mitume wanaaminije kuhusu Mungu mmoja. Yuda 1:4, Biblia inasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe hawa wanaokana wanamkana Mungu wetu, wanamkana yeye aliye peke yake Mola. Kwa hiyo Mungu aliye baba yetu ndiye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu ni Bwana wetu, lakini aliye peke yake Mola ni Mungu aliye baba yetu na baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Baada ya kuona kwamba mitume wanaaminije kuhusu Mungu, hebu tuangalie, je, manabii wanaaminije? Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Manabii wanaaminije kuhusu Mungu mmoja? Kitabu ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati, nitapenda nifike hapo. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati, sura yake ni ile ya 6, mstari wake ni ule wa 4. 6:4, Kumbukumbu la Torati anasema, sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja. Basi baada ya kuona hapo, kumbe Mungu wetu ni Mungu mmoja. Wapendwa, Mungu wetu ni Mungu mmoja. Sasa wale wanaopinga utatu wakifika hapa huishia hapo hapo na kisha hawataki kuingia ndani kwa ajili ya kujifunza habari ya Mungu. Wapendwa, Mungu wetu ni mmoja, naye ndiye Baba. Lakini sasa kwa habari ya mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, Biblia, maandiko yanamfafanuaje huyu mwana wa Mungu? Tuanze na Yesu mwenyewe. Je, wewe Yesu unajifafanuaje? Katika kitabu ni Yohana 9:35. Yesu wewe unajifafanuaje? Yohana 9:35. Yohana 9:35. 9:35. 9:35 nasema, Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Huyu ni yule kipofu aliyeponywa na Yesu. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana, akamsujudia. Kumbe Yesu anamuuliza huyu kipofu aliyemponya kwamba wewe wamwamini mwana wa Mungu? Kipofu anasema ni nani? Akasema ni yeye anayesema nawe. Kumbe Yesu yeye mwenyewe anajitambulisha kwetu kama mwana wa Mungu. Yesu mwenyewe anajitambulisha kwetu kama mwana wa Mungu. Lakini sio hivyo tu. Je, Yesu anajisema yeye kuwa ni nani? Kitabu ni Yohana hii Yohana 8:18 na 19. Biblia inasema, mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe, naye Baba aliyenipeleka ananishuhudia. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Naona? Kumbe Yesu anasema Mungu aliye juu ni baba yake, alafu theni anatuambia kama tungalimjua yeye, tungalimjua na baba yake. Kwa hiyo hapa tunapigia tiki, Mungu mmoja ni baba wa milele, ni baba wa milele na ndiye aliye Mola pekee. Halafu habari ya mwana, yeye anajitambulisha kwetu kama mwana wa Mungu, mwana wa Mungu. Sasa tunakuja kipengele cha pili, na hapa ningependa tupate kuangalia kitu cha msingi sana wapendwa. Unajua, baada ya Yesu kuwa anajitambulisha kuwa yeye ni mwana wa Mungu kwetu, kuna kitu cha msingi sana ambacho hatuwezi kukipuuzia. Wakati Yesu amefufuka, aliwatokea wanafunzi, na baada ya kuwa amewatokea wanafunzi, kuna mazungumzo yaliyoendelea kati yake yeye na Tomaso. Tunayapata katika kitabu cha Yohana Injili 20:28. Na wakati tunaingia katika kipengele, tunaenda kuangalia, je, wakati Yesu anaishi na mitume,
mitume walimwamini Yesu kuwa ni nani? Yesu mwenyewe amejitambulisha kwetu kama yeye ni mwana wa Mungu. Lakini twende sasa na pia kwa mitume. Mitume hawa wanamtambua Yesu kuwa ni nani? Kitabu ni Yohana Injili 20:28. Yohana Injili 20:28 nasema, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. 29. Yesu akamwambia, we kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Unaona rafiki zangu? Hapa tunapata mazungumzo ya Yesu na Tomaso. Tomaso anamwambia Yesu, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu anamwambia, we kwa kuwa umeniona umesadiki. Tomaso alikuwa amesadiki nini? Tomaso alikuwa amesadiki ya kwamba Yesu ni Bwana na ni Mungu. Hii ni imani ya mitume. Wakorintho wa kwanza 8:6 tulikwisha kusoma, linatuambia kwamba kwetu sisi ni rahisi, tunaye Mungu mmoja na Bwana mmoja. Kumbe yule Bwana ni ambaye ndiye Yesu Kristo. Tomaso anasema ni Bwana tena ni Mungu. Maana yake ni nini? Maana yake ni hivi. Yesu yeye mwenyewe anakubali ya kwamba ni Mungu. Mungu kwa namna gani? Kwa nini Yesu anakubali ya kwamba yeye ni Mungu? Wapendwa, hapa ndipo ambapo watu wengi huingia kwenye imani ya utatu na kusema kwamba unaona sasa kile unachokipinga wewe mwenyewe unakiri ya kwamba Yesu ni Mungu. Sasa kama Yesu ni Mungu unakataaje kuwa Yesu sio Mungu? Jambo ambalo lina msingi hapa ambalo napaswa kueleweka ni kwamba Yesu ni Mungu lakini sio Baba. Ni Mungu kama cheo. Ni Mungu kama cheo lakini sio Baba. Tunapozungumzia habari ya Mungu mmoja aliye juu ya yote, tunazungumzia cheo cha Mungu aliye juu ya yote ni Baba. Tunapozungumzia habari kama Mungu kama cheo, tunazungumzia habari za Mungu kama cheo, na Yesu Kristo ana nafasi hiyo, ana sifa hiyo ya kuitwa Mungu kama cheo. Mungu kama cheo maana yake nini? Tunaweza tukaangalia hata kitabu kile cha Isaya anatabiri habari za kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Isaya ni kitabu kabla ya Yeremia. Isaya anapotabiri habari za kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, anatabiri akisema, Isaya 9:6, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hapa maana yake ni nini? Huyu Mungu ambaye tunazungumza habari kama Mungu kama cheo, Mungu kama cheo, Yesu Kristo hata kabla hajazaliwa, Isaya anatabiri mtoto yule tuliopewa, yani Yesu Kristo, ni Mungu wa milele. Ni Mungu wa milele. Hii inamaanisha habari ya umungu wa Yesu ni habari ambayo hauwezi kuiepuka. Yeye ni Mungu kama cheo, sio Mungu kama yeye aliye Baba, kwamba yeye ndiye Baba, kwamba yeye ndiye Mungu Baba, ambaye tunapata habari zake katika kile kitabu cha Waefeso 1:17. Wengine hufika hapa na kusema unaona huyu ndiye Baba, kwa sababu Biblia inasema hapa Mungu wa milele, Baba, Mungu mwenye nguvu tena Baba wa milele. Lakini ukiangalia ile Waefeso 1:17 inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ningependa niisome hapo inavyosema. Waefeso 1:17 inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Kwa mjibu wa Utatu Mtakatifu, kama Yesu Kristo ndiye Baba yule kama ambavyo watu wanataka tuamini kwamba Mungu mmoja, Mungu huyu katika utendaji anaweza kaitwa Baba au akaitwa Mwana. Sasa kama Yesu Kristo ni Baba yule wako sawa. Hii ingemaanisha hivi, kwa sababu hapa Waefeso 1 inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Maana yake hii ingemaanisha Yesu ni Baba wa Baba yake. Kama tungetaka kuamini kwamba Yesu Kristo ni sawa na Baba na tena ndiye Baba mwenyewe, manake tungesema kwa mahali ambapo Biblia inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, hii ingemaanisha kumbe hata Kristo anaweza kuwa Baba wa Baba yake, yani Mungu wa Mungu wake. Ingeweza kumaanishwa hivyo, kitu ambacho hakiwezekaniki katika maandiko.
Hawa ni mitume wanaotufundisha Yesu ni nani na manabii. Lakini pia kuna kitu kingine cha msingi hapa. Kitu hiki cha msingi napenda nisome fungu lingine. Mitume wanatufundisha kuwa Yesu ni nani. Mathayo 16:15. Mathayo 16:15. Kitabu ni Mathayo 16:15. Kuamini kwamba Mungu mmoja, nafsi tatu zilizo sawa, kwamba hizo nafsi zote ziko katika Mungu mmoja na kutufundisha ziko sawa, ni kusema kwamba kumbe hata Yesu Kristo naye anaweza kuwa baba wa baba yake, kitu ambacho hakiwezekaniki. Kusema kwamba nafsi zote tatu ziko sawa ni kumaanisha kwamba hakuna aliyejishusha kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kitabu ni Mathayo 16:15 inasema akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe baba yetu aliye mbinguni anamfunulia Simoni Petro kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na lazima hili tulikubali kama lilivyo. Baba yetu wa mbinguni anamfunua mwanae, anamfunua Yesu Kristo kuwa ni mwanae, anamfunua katika mitume. Lakini pia sio hivyo tu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 tumekwisha kukisoma kwamba tunaye Bwana mmoja na tunaye Mungu mmoja na Yesu ni Bwana wetu. Twende kwa manabii. Je, manabii nao wanasema Yesu kuwa ni nani? Manabii, kitabu ni Isaya 45, na hapa nimejaribu kuenenda kwa kutumia baadhi ya mafungu. Huenda na ikiwezekana nimetumia yote mafungu ambayo nilipomuuliza huyu ndugu kwamba wewe aminije kwa habari ya Mungu, mafungu aliyonipatia najaribu kuyatumia ili kupitia katika haya mafungu tuweze kuelewana, isitokee tafasiri za mgongano. Kama mtu lakini akiwa na swali hazuiliwi kuuliza swali. Hata yeye mwenyewe aliyejiwa majibu akanipa mafungu haya, ningependa tungeweza kushirikiana katika kujadili mada hii. Kitabu ni Isaya 45 mstari wa 23 inasema, kwa nafsi yangu nimeapa neno hili. Anasema kwa nafsi yangu nimeapa neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Mmoja ataniambia kwa Bwana peke yake iko haki na nguvu, naam watu watamwendea yeye, na wote waliomkasirikia watatahayarika. Katika Bwana wazao wote wa Israeli watapewa haki na kutukuka. Unaona? Sasa huyu Bwana ambaye mbele zake kila goti litapigwa unampata katika kitabu cha Wafilipi 2:11. Wafilipi 2:11 inasemaje? Wafilipi 2:11 inasema, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Nianzie mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Unaona? Mungu anamwadhimisha nani? Anamwadhimisha mwanae. Mungu alimwadhimisha mno, anamwadhimisha nani? Mwanae. Unaona rafiki kwamba Mungu anamwadhimisha mwanae. Ndio anaendelea hapa, wacha nisome vizuri. Ili kwa jina, anasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Kwa Mungu anamwadhimisha nani? Anamwadhimisha mwanae. Alafu anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kumbe yule ambaye mbele zake kila goti litapigwa ni mwana wa Mungu, na huyo ndiye ambaye tunaambiwa kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Yaani Yesu Kristo ni Mungu. Ni Mungu kwa njia gani? Kwa utukufu wa Baba. Ndio unapata kwenye ile Yohana 20:28 Tomaso anakiri, anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Ni Mungu, ni Bwana kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wa Baba yake. Lakini sasa baada ya hili nihamie kwenye kitu ambacho ndio kilikuwa kiini cha somo hili. Na Mungu akinijalia ninaweza huenda nitaikata hili somo
hiki kipengele kijitegemee kutoka kwenye vipengele vyote. Kipengele hiki baada ya kuangalia Utatu Mtakatifu sio somo la kweli la Biblia, lakini sasa kuna watu wanafundisha sasa Utatu Mtakatifu sio ukweli wa Biblia, lakini sasa wanashindwa kutuweka wazi sasa ukweli wa Biblia ni upi. Ni kuhusu Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu ni nani? Masomo haya nimeyakata kwenye vipengele na hiki ilikuwa ni kipengele C. Kipengele A ni kile ambacho tumeshughulikia kwamba Mungu ni nani. Mungu tukaona ni Mungu yule wa pekee. Kipengele B, mwana ni nani? Mwana tukaona Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na anakuwa mwana huku akiwa Mungu kwa utukufu wa Baba yake. Na hiki kipengele ndicho kipengele C na ndicho kipengele kikubwa ambacho ningependa tupate kukishughulikia. Rafiki zangu, wengi huishia tu kusema, yani tunapojadili habari ya Roho Mtakatifu, wengi tu huishia kusema ni Roho wa Mungu. Kujibu kirahisi hivi ingekuwa sawa na hili na mtu akikuuliza swali kama hili, Yesu ni nani? Halafu kisha na kujibu ni mwana wa Mungu, bila kuzingatia kuwa Yesu si mwana wa Mungu kwa namna yake ile ya awali. Unaona? Mtu akuulize Yesu ni nani? Unajibu Yesu ni mwana wa Mungu, bila kuzingatia utofauti wa Kristo tuliye naye na mwana wa Mungu aliyekuwepo kabla ya dhambi kuwapo. Kwa sababu kama wa Kristo tunajua mwana wa Mungu kabla ya dhambi kuwapo alikuwa yuna namna ya baba yake, maana yake uniform alikuwa ni roho. Lakini baada ya dhambi Yesu Kristo ni mwanadamu, tena ni mwanadamu milele. Hiyo unaweza kupata ushahidi kwenye wa Timotheo wa kwanza 2:5 na Desire for Ages ukurasa wake ni ule wa 25. Sasa mtu akikuuliza kirahisi tu ukajibu hivyo kwa ni mwana wa Mungu bila kujali ilivyokuwa kabla ya dhambi, yani aliyekuwepo kabla ya dhambi, bali ni mwana wa Mungu katika ubinadamu wa milele. Kristo ni ubinadamu, ni mwana wa Mungu katika ubinadamu wa milele. Sasa mtu akikuuliza hivyo swali kwamba Yesu ni nani, ukajibu kirahisi hivyo bila kujali, ukajishia tu Yesu ni mwana wa Mungu bila kujali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu katika ubinadamu wa milele, pia ni sawa na mtu akuulize Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Halafu ukaishia tu kusema ni Roho wa Mungu bila kujali uwepo wake kama anavyoelezwa na maandiko, na hilo lingekuwa kosa la kielimu. Sasa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu au Roho Mtakatifu ni nani? Ndilo swali lililopo hapa. Sio kujibu tu rahisi Roho Mtakatifu ni nani, ni Roho wa Mungu, bila kujali maandiko yanamuelezeaje. Kwa sababu kama ukipuuzia maandiko yanavyomuelezea Roho Mtakatifu, hilo ni kosa la kielimu. Sasa Roho Mtakatifu ni roho au Roho wa Mungu ni nani? Kwanza kabisa tuweze kuangalia Warumi 8 mstari wake ni ule wa 9, ambayo inatupatia ushahidi kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba na ni Roho wa Mwana. Warumi 8:9 nasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Mwanzo anasema Roho wa Mungu, mwisho anamalizia Roho wa Kristo. Kumbuka Roho ni mmoja, not in your mind kwamba Roho ni mmoja. Kwa hapa lazima angekuwa anarejea Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni Roho wa Baba na tena ni Roho wa Mwana, na huyo Roho Mtakatifu ndio ukisoma ile kitabu cha Yohana Injili sura yake ya 14, Yesu anamtuma aje kukaa ndani yetu. Sasa swali lingine tena la msingi linaloibuka ni je, Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea au anabakia kuwa Roho wa Mungu tu bila kuwa nafsi? Na hapa ndipo shida inapokuja. Je, Yesu anasemaje kuhusu Roho Mtakatifu? Ili kujibu swali hili lazima tuweke hoja zote mezani na ziwe wazi, kwa sababu kuna watu wamekuwa wakirukaruka. Tunapinga utatu kwa hoja ambazo wakati mwingine zinafanana na hoja za Waislamu. Wakati mwingine unaweza kupinga utatu kwa kusema Mungu hafi. Wakati unaposema Mungu hafi, maana yake hata Muislamu hiyo hoja anaipenda sana. Hili tunalolifanya kiukweli inatokea kwa sababu shetani ameunda somo la utatu kwa kuchanganya ukweli na uongo. Shetani hajawahi kuumba kitu chochote. Kwa hiyo yeye anachokifanya huwa anatengeneza sanamu za vile vitu ambavyo Mungu ameviumba. Kwa mfano, Mungu aliumba Sabato. Shetani ametengeneza sanamu ya Sabato ambayo ni Jumapili.
Sasa Mungu yeye ni muumbaji, yeye ndiye chanzo cha kila kitu. Sasa shetani hawezi kuumba, yeye hufanya kutengeneza sanamu. Rafiki zangu, tatizo la utatu haliko kwenye idadi. Tatizo la utatu liko kwenye maelezo ya wale wanaounda huo uzima wa milele ni kina nani? Unajua kuunda, yani hii ya kutetea utatu, hii ya kupinga utatu na kukubaliana na baadhi ya hoja za Kiislamu za kwamba kwa mfano Mungu hafi, Yesu alikufa, inatokea kwa sababu utatu umeundwa kwa kuchanganya ukweli na uongo. Vivyo hivyo tunapopinga uongo wa kusema kuwa Roho Mtakatifu sio nafsi, tunapokuwa tunapinga uongo wa kusema Roho Mtakatifu sio nafsi, wengine hutuchukulia kuwa sisi ni wana utatu. Hili ni kosa, kwani wao hudhani kuwa fundisho hili lina makosa katika idadi badala ya ufafanuzi wa hao wanaoelezewa kuwa ni uzima wa uhai tangu milele. Kuna hoja ambazo lazima tuzipitie. Unaona, ukisoma kitabu cha Pambano Kuu, ukurasa wake ni ule wa 483, paragrafu yake ni ile ya pili, inasema kwa kukataa ukweli, wanadamu wanamkataa Mungu ambaye ni muasisi wake. Kwa kukanyaga sheria ya Mungu, wanakataa mamlaka ya Mungu, yaani mtoa sheria. Hii ya Kiingereza ni ukurasa wa 583/584. Anasema ni rahisi sana kutengeneza sanamu ya mafundisho na nadharia za uongo sawasawa na kutengeneza na kunakshi sanamu ya mti au jiwe. Kumbe kuna kitu kinaitwa sanamu za mafundisho ambacho lazima tujue na kukiri ya kwamba zipo. Sanamu hizi za mafundisho, wapendwa, lazima tukiri mfano wa sanamu za mafundisho ni Utatu Mtakatifu. Sasa sanamu maana yake nini? Sanamu ni picha ya kitu halisi. Sanamu ni picha ya kitu halisi. Sanamu kwa nje inafanana na kitu halisi, lakini kwa ndani ni vitu viwili tofauti. Tuko pamoja wapendwa? Sasa na Utatu Mtakatifu ni somo ambalo ni sanamu ya somo halisi la uungu. Sasa uungu ndani yake kuna nini? Uungu ndani yake, tunaposemea uungu kama ofisi au nafsi ya uungu, ofisi ya uungu kama ofisi, tunazungumzia Baba ni Mungu. Hawezi kusema Baba sio Mungu. Baba ni Mungu, anastahili ibada. Mwana ni Mungu. Mwana kama Mungu, huwezi kusema hastahili ibada. Tatizo linapokuja ni kwamba je, Roho Mtakatifu yeye ni nani katika hili? Yeye Roho Mtakatifu ni nani? Sasa kwa sababu tumekwisha kujua sanamu ya fundisho, sanamu ya fundisho maana yake ni kwamba nje vinafanana lakini ndani ni tofauti. Ni hivyo hivyo somo la Utatu Mtakatifu, tatizo haliko kwenye idadi, kwa sababu idadi ni umbo la nje la somo la Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho. Shida iko ndani. Somo la Utatu Mtakatifu ni sanamu. Kama sanamu inafanana na kitu halisi. Sasa tuanze na hizi hoja ambazo lazima tuzipitie bila kuacha kuzipitia. Hoja ya kwanza inapatikana kitabu cha Luka 1:26-37. Luka 1:26 inasema, Luka 1:26 inasema, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba kwa kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele na milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mme? Malaika akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Wapendwa, hapa iko wazi kwamba kumbe Yesu Kristo
mimba yake inatungwa ndani ya Maria kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Anasema Roho Mtakatifu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, unaona, kumbe Yesu yuko tumboni mwa Maria. Wakati yuko tumboni mwa Maria, Roho Mtakatifu anamfunika Maria, na hivyo kile kinachozaliwa kinaitwa kitakatifu. Sasa maana yake ni nini? Yesu hajaja duniani, ila tayari Roho Mtakatifu yupo, na hivyo Roho Mtakatifu anafanya iwezekane Yesu kuzaliwa. Ni kosa la kielimu kusema Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe, kwani hapa katika Luka ingehesabika hivi kuwa Yesu mwenyewe alifanya iwezekane kwa yeye mwenyewe kuzaliwa. Na hii ingeondoa wazo kuwa Yesu aliweka uweza wake wote mikononi mwa Baba wakati anakuja duniani. Kwa sababu tunasoma Wafilipi 2:5 kwamba Yesu Kristo hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Alichukua namna ya ubinadamu, na wakati alipochukua namna ya ubinadamu, yeye hakufanya yani baada ya kuvaa ubinadamu, Yesu alifanya yani yote aliyokuwa anayafanya hakuwa na uwezo yeye kwa yeye mwenyewe. Badala yake anakiri ya kwamba kila alichokifanya ilikuwa ni Baba aliyekuwa akifanya kazi ndani yake. Kwa mfano, ukisoma kitabu cha Yohana Injili 14. Yohana Injili 14:10. Yohana Injili 14:10. Nimefika. Yohana 14:10 inasema, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Wapendwa, hii inamaanisha kwamba Yesu Kristo yote aliyokuwa anayafanya alikuwa anayafanya kwa uweza wa Baba. Baba ndiye alikuwa anazifanya kazi ndani ya Kristo Yesu. Sasa hii, kama tutaamini ya kwamba Yesu Kristo ni Roho mwenyewe, Roho Mtakatifu mwenyewe, itamaanisha ya kwamba tuamini hivi, Luka 1 inamaanisha Roho Mtakatifu, au tuweke sasa, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio Yesu mwenyewe, tuseme Yesu alimfunika Maria ili Yesu azaliwe. Hiyo ndio itakuwa maana halisi ya kusema Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe, kitu ambacho sio sawa. Lakini pia hoja nyingine ya pili ambayo lazima tuipitie ni hii. Kwenye kitabu cha Mathayo 12:31, ambayo hii ni hoja ambayo inajijenga kwenye swala zima la msamaha. Mathayo 12:31. Kitabu ni Mathayo. Tunapoendelea mbele, kitabu ni Mathayo. Kitabu ni Mathayo 12. Hapo itafuta hapa. Mathayo 12 mstari wake ni ule wa 31. Hoja ambazo hatuwezi kuzipuuza. 12:31 nasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Unaona, anaendelea anasema, naye mtu yoyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa, katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Wapendwa, lazima tuelewe kitu hapa. Fikiria hili kwamba anayemkosea Roho wa Mungu hasamehewi, lakini anayemkosea mwana wa Mungu anasamehewa. Kwa mwana wa Mungu unasamehewa, kwa Roho Mtakatifu husamehewi. Sasa inakuja hivi, ikiwa Roho Mtakatifu ni yeye Yesu mwenyewe, iweje kwa Roho Mtakatifu husamehewi na Roho Mtakatifu na mwana wa Adamu unasamehewa? Kwa sababu kama Roho Mtakatifu na mwana wa Mungu ingekuwa ni nafsi moja, basi condition nayo pia ingekuwa moja. Lakini kama condition ziko mbili, manake hii inamaanisha Roho wa Mungu na mwana wa Mungu ni nafsi mbili tofauti. Watu huwa wanapinga kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi, wakidai kwamba somo la Utatu Mtakatifu ni miungu mitatu ya uungu. Ni miungu mitatu ya zamani iliyokuwa na asili kutoka Misri.
Unaona, ni kweli Utatu Mtakatifu ni miungu mitatu iliyopewa majina matatu, lakini Satan was never create anything. Shetani hajawahi kuumba kitu chochote. Anachokifanya yeye, anafanya kuiga kutoka kwenye vile ambavyo Mungu ameviumba. Sasa Mungu aliumba nini? Mungu ameweka nini? Yaani Shetani anatengeneza sanamu ya somo. Mungu ameumba Sabato, Shetani anatengeneza Jumapili. Sijui unanielewa? Mungu anaweka somo ambalo anataka yetu tumjue kama nani? Mungu mmoja, mwenye Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa huyu Mungu mmoja ndiye wa pekee. Mwana wake ambaye ni Yesu Kristo ni Mungu kwa utukufu wa Baba yake. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Lakini sasa Shetani anachokitengeneza kwenye hiyo tatu, anaweka zote sawa, anaweka zote zote za milele, vitu kama hivyo ambavyo kwenye maandiko huwezi kuvipata. Kwa Utatu ni sanamu ya kitu halisi. Shida sio idadi, shida ni maelezo ya hiyo idadi. Tukija kwenye hii hoja ambayo tunaendelea nayo hapa, unakuta kwamba anayemkosea mwana wa Adamu anasamehewa, lakini anayemkosea Roho wa Mungu hasameheki. Hakuna rufaa ya mdhambi baada ya kumkosea Roho Mtakatifu, haipo, ila kuna rufaa ya mdhambi aliyemkosea mwana wa Adamu, ikimaanisha kwamba hizi ni nafsi mbili tofauti. Kitu kingine ambacho ningependa kukizungumzia, hoja ya tatu. Hoja hii ni kwa habari ya uombezi. Tukienda kwenye kitabu kile cha Warumi 8:26. Warumi 8:26. Warumi 8:26 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Unaona rafiki zangu, kumbe Roho Mtakatifu Biblia inasema anatuombea kwa kuugua kusikoweza kuelezeka. Lakini sasa kuna watu wanajenga hoja hii kwamba mstari wa 34 unasema, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Hapa kwenye mstari wa 26 anasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kule anasema kwamba huyo Yesu ndiye anayetuombea. Tuulize roho ya unabii, je, inafafanuaje mistari hii miwili? Tuchukue msimamo upi pale ambapo mstari mmoja unasema Roho anayetuombea na Yesu, Roho anatuombea, na mstari mwingine unasema Yesu ndiye anayetuombea? Tuchukue msimamo upi? Tungeenda kwenye kitabu kimoja kinaitwa Selected Messages, gombo lake ni la kwanza, ukurasa wa 344. Na nimefika hapo na nitaisoma. Inasomeka hivi: Kristo mpatanishi wetu na Roho Mtakatifu wanaomba kila wakati kwa niaba ya mwanadamu. Tuko pamoja wapendwa? Kumbe Kristo na Roho Mtakatifu wanaomba kwa niaba ya mwanadamu. Anaendelea kusema, lakini Roho husihi kwa ajili yetu, si kama vile Kristo afanyavyo. Umasikia? Kumbe Roho anasihi kwa ajili yetu, si kama vile Kristo afanyavyo. Sikia, si kama Kristo afanyavyo. Yeye, yani Kristo, anawasilisha damu yake iliyomwagika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ambayo hii ni sawasawa na ile Ufunuo ile sura yake ni ile ya 13 mstari wa 8. Sikia anavyoendelea kusema. Kristo, yeye yani Kristo anawasilisha damu yake iliyomwagika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Roho hufanya kazi juu ya mioyo yetu, akichukua sala na toba, sifa na shukrani. Shukrani ambayo inapita kutoka kwa midomo yetu ni matokeo ya Roho kugonga kamba za Roho katika kumbukumbu takatifu na kuamsha mziki wa moyo. Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 344. Umesikia hii rafiki yangu? Inasema Kristo mpatanishi wetu na Roho Mtakatifu wanaomba. Kumbe hii Warumi 8 haimaanishi kwamba Roho Mtakatifu ni yeye Yesu mwenyewe. No, inamaanisha Roho Mtakatifu na Yesu wanatuombea. Roho Mtakatifu anachukua sala na toba na sifa na shukrani, lakini Yesu Kristo anawasilisha damu yake. Na tena anasema
wanaomba kila wakati kwa niaba ya mwanadamu, lakini Roho husii kwa ajili yetu, si kama vile Kristo afanyavyo. Hapo Ellen G. White anatenganisha kati ya Roho Mtakatifu na Yesu Kristo. Ametenganisha. Manake kama ingekuwa ni nafsi moja, hii ingemaanisha palikuwa hamna haja ya kutenganisha. Na ningependa hapa nukuu hii, Mungu angenisaidia nikaniwekea wepesi, na naamini naweza kufanya hivyo na atafanya hivyo. Ningependa niisome hii nukuu kwa Kiingereza. Ngoja niitafute niisome kwa Kiingereza inavyosema. Selected Messages, gombo la kwanza, kurasa wa 344. Nasema kurasa wa 344, Selected Messages. Na wakati ninatafuta nukuu hii, tutahama kwenye kipengele kingine kinachofuata baada ya hapa, ambacho tutaenda kuchunguza hoja nyingine ambayo inatakiwa kutusaidia kuelewa uungu. Ni habari ya uwakilishi. Mwana alipo ndipo Baba alipo. Roho Mtakatifu alipo ndipo Mwana na Baba walipo. Hilo lazima nalo pia tuliangalie. Tutazingatia kitabu ni Waebrania 1:1. Tutazingatia pia kitabu ni Yohana 14:9, na pia tutaenda na kwenye Desire of Ages au Tumaini la Vizazi Vyote, sura ya 73, kurasa wa 669, paragrafu yake ni ile ya 2. Na baada ya hapo tutakuwa tunaelekea kufunga somo letu. Kama una swali unakaribishwa. Namba yangu ya simu ambayo unaweza kunipigia kwayo ni 0678175809. Namba yangu ya Tigo. Hiyo ni namba yangu ya Tigo. Kurasa wa 344. Kurasa wa 344. Kitabu kinaitwa Selected Messages. Inasema 344 inasema 344, paragrafu yake ni ile ya kwanza. Wapendwa, paragrafu ya kwanza ukurasa ya Selected Messages, gombo la kwanza, inasema Christ, our mediator, and the Holy Spirit are constantly interceding in man's behalf. Anasema Kristo our mediator, mpatanishi wetu, and the Holy Spirit. Hapa anatenganisha Kristo na Roho Mtakatifu. Anaendelea kusema but the Spirit plead not for us as does Christ. Yani kila anachokifanya Roho Mtakatifu na Yesu Kristo, zote ni huduma za uombezi, zote ni huduma za kikuhani, lakini zinatofautiana namna zinavyofanywa. Yaani na ni sawa na tuseme hivi, kulikuwa na kuhani mkuu na makuhani wengine. Jinsi huduma ilivyofanywa tarehe 10 mwezi wa 7 na kuhani mkuu ni tofauti na huduma zingine zilizokuwa zinafanywa. Na hapa anatenganisha kwamba Kristo anapofanya huduma yake ya uombezi ni tofauti na huduma inavyofanywa na Roho Mtakatifu. Anasema but the Spirit plead not for us as does Christ who present his blood. Yesu Kristo anawakilisha damu yake shed from the fountain of the world. The Spirit works upon our heart, drawing our prayer and penitence, praise and thanksgiving. The gratitude which flow from our lips and the result of the Spirit is striking the chords of the soul in whole memories, awakening the music of the heart. Unaona? Kwa hiyo unakuta kazi ya Roho Mtakatifu na kazi ya Yesu anafanya kazi ya kuwakilisha damu yake iliyomwagika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Roho Mtakatifu huinua sala, huinua toba, huinua shukrani zetu kwa Mungu. Zote ni huduma za uombezi, lakini zinafanywa na nafsi mbili tofauti. Ndio hii Warumi 8:26 na Warumi 8:33 hadi na kuendelea.
Sasa wapenda rafiki zangu, tuhamie kwenye kipengele ambacho nilikuwa nimekiahidi, ambacho ni hoja ya 4. Hoja hizi hazitakiwi kuepukwa na wale wanaosema Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Badala yake, kama wao wana msisitizo mwingine, kwa sababu hoja ambazo nimekuwa nikikuta zinatumiwa ni kwamba Roho Mtakatifu ni mfariji na Yesu ni mfariji. Roho Mtakatifu ni hivi, ni hivi, ni hivi. Sasa unakuta kwamba lazima iwe hivyo, lakini sio nafsi moja. Yesu ni mfariji na Roho Mtakatifu ni mfariji, lakini hii haimaanishi Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe, kwa sababu kwa habari ya faraja au kwa habari ya kazi nyingine yote inayofanana na hiyo, ni kwamba hata katika huu kuhani Roho Mtakatifu anafanya kazi ya uombezi na Kristo naye anafanya kazi ya uombezi. Lakini maandiko yametuweka wazi kwenye Selected Messages gombo la kwanza ukurasa wa 344 kuwa Roho Mtakatifu na Yesu ni nafsi mbili tofauti. Unaona? Na kabla tujaenda kwenye kipengele cha 4, ningependa tuone kwamba je, mitume wao wanasemaje kwa habari ya Roho Mtakatifu? Mitume wao wanasemaje? Kitabu ni Matendo 15:28. Matendo 15:28. Inasema, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike mzigo ila hayo yaliyo lazima. Anasema kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi. Yaani yule Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani ya mioyo ya mitume, anasema ilimpendeza yeye anayefanya kazi ndani ya mioyo ya mitume na wale mitume ambao kwa ndani yao Roho Mtakatifu anafanya kazi. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo hii inaonyesha hata mitume waliamini kwamba Roho Mtakatifu anatenda kazi akiwa nafsi inayojitegemea. Niende katika hoja nyingine ya 4 ambayo tunaenda kuangalia. Kitabu ni Waebrania 1:1. Waebrania 1:1. Hapa tunaenda kuangalia kitu kinajulikana kama uwakilishi. Waebrania 1:1. Katika kitabu cha Waebrania 1:1 Biblia inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Tuko pamoja wapendwa? Neno la Mungu linasema Yesu Kristo ni chapa ya nafsi ya Baba. Ukiendelea huku chini kwenye ukurasa kwenye mstari wa 6 anasema, hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ambaye ni mwana huyo, hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Unaona? Na ukianza mstari wa 5 anasema, kwa maana alimwambia malaika yupe wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena mletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Ukisoma mstari wa 8 nasema, lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Hapa mstari wa 8 unakazia kuwa Yesu ni Mungu kwa utukufu wa baba yake. Si Mungu kwa nafsi yake yeye mwenyewe, ni Mungu kwa utukufu wa baba yake. Lakini pia tukija kwa habari ya Mungu kwa nafsi yake, ni Mungu kwa nafsi yake kwa sababu ya kuwepo kwake kusikokuwa na mwanzo. Lakini tukija kwa habari ya Mungu kwa utukufu wa baba yake, ni Mungu kwa utukufu wa baba yake kwa habari ya uweza, nguvu, mamlaka, enzi, azama na utukufu. Tunapoenda hapa kwenye mstari wake wa kwanza hadi ule wa 4, tunaona kumbe Yesu Kristo ni chapa ya nafsi ya Baba. Hii inamaanisha nini? Chapa ya nafsi ya Baba hii ingemaanisha kitu kimoja, ya kwamba Yesu Kristo alipo na Baba hapo tunahesabu yupo. Tunaweza tukaangalia Yesu mwenyewe akijisemea, kitabu ni Yohana 14 mstari wake ni ule wa 9. Yohana Injili 14:9 inasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe Baba? Wapendwa, hapa Filipo alimwambia Yesu, ituonyeshe Baba tu yatutosha. Ila Yesu anamwambia Filipo, aliyeniona mimi amemwona Baba. Kumbuka
kule Yesu anafufuka anasema ya kwamba mimi usiniguse kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba yangu aliye Baba yenu na kwa Mungu wangu aliye Mungu wenu. Maana yake nini? Huku anatuambia hajaenda kwa Baba ambaye ni Baba yetu. Alafu hapa anasema aliyeniona mimi amemuona Baba. Hii ingemaanisha nini? Inamaanisha ni swala la uwakilishi, kwamba mahali alipo Yesu anamwakilisha Baba. Hivyo ukikutana na Yesu umekutana na mamlaka ya Baba. Vivyo hivyo katika swala la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio Yesu yeye mwenyewe, badala yake ni uwakilishi, ni mwakilishi wa Yesu. Tunaweza tukaangalia hiyo katika kitabu cha Desire of Ages. Desire of Ages ukurasa wake ni ule wa 669, paragraph yake ni ile ya pili. Anasema the Holy Spirit is Christ's representative, but divested of the personality of humanity and independent thereof. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu Kristo akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu, divested of the personality of humanity, akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Kumbe Roho Mtakatifu anajitegemea na amevulishwa nafsi ya nini? Ya ubinadamu. Lakini Roho Mtakatifu sio yeye mwenyewe Yesu katika nafsi, kwamba nikiona nafsi ya Yesu nimemuona Roho Mtakatifu yeye mwenyewe, himself, yeye mwenyewe. Hapana. Lakini Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu mwenyewe akiwa ametenganishwa na amevulishwa nafsi ya ubinadamu na anajitegemea. Ndio maana kwenye nukuu moja ya Manuscript Release gombo la 14, nafikiri ni ukurasa wa 24 pale, anasema kwamba the Holy Spirit is Christ himself. Ngoja niangalie hapa, nitafute hii nukuu. Manuscript Release gombo lake ni lile la 24. Manuscript Release gombo la 24, gombo la 24. Anasema hivi, ni gombo la 14, sorry. Gombo la 14. Manuscript Release gombo la 14, kurasa wake ni ule wa 23. Nafikiri hapo ni kurasa wa 23, kitu kama hicho. Niangalie hapa. Hii hapa kurasa wa 23, paragraph yake ni ile ya 3, inasema the Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity and independent thereof. Nianzie huku juu. Anasema combined with humanity, Christ could not be in every place personally. Akiwa amezingwa na ubinadamu, Yesu Kristo asingeweza kuwa mahali pote kwa nafsi yake yeye mwenyewe, personally, yeye mwenyewe. Therefore, it was altogether for their advantage that he should leave them. Kwa ilikuwa faida yao mitume kwamba awaache na kuondoka. Go to his Father, na kuondoka kwenda kwa Baba, and send the Holy Spirit to be his successor on the earth. Na kumtuma Roho Mtakatifu awe mwakilishi, awe mrithi wake hapa duniani. Kwa Roho Mtakatifu anatumwa na nani? Na Yesu Kristo kuwa mrithi wake hapa duniani. Anaendelea anasema, the Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity and independent thereof. Roho Mtakatifu ni yeye mwenyewe yani Kristo akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Kwa ili useme huyu ni Roho Mtakatifu, sifa ya kwanza awe hana ubinadamu. Ya pili awe anajitegemea. Ukisema huyu ni Yesu Kristo na huyu ni Roho Mtakatifu na huku ana ubinadamu, hilo ni kosa la kielimu. Ukisema huyu ni Kristo, huyu ni Roho Mtakatifu na huku akiwa ana ubinadamu, hilo ni kosa la nini? La kielimu. Anaendelea kusema he would represent himself as present in all places by his Holy Spirit. Yesu Kristo angejiwakilisha mwenyewe mahali pote, kama anayepatikana mahali pote, anayeonekana mahali pote, aliyepo mahali pote, kwa njia kwa Roho wake Mtakatifu, as the omnipresent, kama aliyeko pote. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba ili useme huyu ni Roho Mtakatifu, maana yake divested of personality of humanity, awe ametengwa na nafsi ya ubinadamu. Sasa tuulize swali, je,
kuna wakati Kristo anaweza kuuvua ubinadamu ili awe Roho Mtakatifu? Jibu linakuja ni hapana. Hakuna wakati ambapo Yesu anauvua ubinadamu ili awe Roho Mtakatifu. Hakuna wakati ambapo Yesu Kristo anavua ubinadamu ili awe Roho Mtakatifu. Ni vile tuseme hivi: Baba alikuwa ndani ya Mwana akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hakuna wakati ambapo Baba amekuwa Mwana ili ajipatanishe na nafsi yake. Vivyo hivyo, Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu. Hakuna wakati Yesu akiwa katika ubinadamu anauweka ubinadamu wake pembeni ili awe roho na kujiwakilisha. Maana yake ni nini? Maana yake ni hivi: Yesu Kristo alikuwa msalabani akiwa na mwili wa kibinadamu. Akaenda kaburini ana mwili wa kibinadamu. Alipofufuka anawatokea mitume, niguseni, nipapaseni alama za misumari, ana mwili wa kibinadamu. Yuko mbinguni leo, ana mwili wa kibinadamu. Timotheo wa kwanza 2:5 inasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Hii inamaanisha Yesu ni binadamu hivi tunavyoongea, akiwa anafanya kazi ya huduma ya upatanishi. Anapoiweka damu mbele ya Baba yake ni binadamu. Sasa hakuna wakati Yesu anavua ubinadamu na kuwa roho ili yeye mwenyewe ajiwakilishe mahali pote. Badala yake Yesu Kristo hujiwakilisha yeye mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ni sawa na tuseme hivi: aliyemwona Yesu amemwona Baba, aliyemwona Mwana amemwona Baba. Manake Baba hujiwakilisha yeye mwenyewe kwa njia ya Mwana, Mwana hujiwakilisha yeye mwenyewe kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio maana Ellen G. White anasema kwenye DA sura ya 73, Holy Spirit is Christ's representative. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Swali: je, kuna wakati ambapo Yesu anavua ubinadamu? Jibu ni hapana. DA ukurasa wa 25 paragraph yake ni ya 3, nafikiri kama tunakumbuka vizuri, inasema ya kwamba Yesu Kristo amejiungamanisha na jamii ya kibinadamu kwa mnyororo, by a tie, kwa mnyororo, kwa kamba, kwa kiungo, kwa kifungo ambacho hakiwezi kukatika. Maana yake ni kwamba hakuna dakika, sekunde ambapo Kristo anauvua ubinadamu kisha anakuwa roho kama Baba yake ili ajiwakilishe katikati yetu. Hapana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio yeye Yesu mwenyewe. Rafiki zangu, Mungu atusaidie kupata uelewa katika somo hili. Tungeweza kupitia vipengele vingi, lakini wacha kwa leo tuishie hapa. Mungu atusaidie, awabariki. Kwa mtu yote mwenye swali, karibu. Namba yangu ni 0678175809. Tusisahau, tunatafuta umoja wa kiroho, na umoja huu wa kiroho huletwa kwa njia ya imani. Imani huja kwa kujifunza. Kujifunza huku ni kujifunza neno la Mungu. Manake mafundisho ndiyo yatajenga kundi moja. Kwa hiyo tusisite kujifunza elimu hii kwa pamoja, ili siku moja tuwe kanisa moja. Asiwepo wa kusema mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apolo. Mungu atusaidie na atubariki kwa jina lake Yesu Kristo. Amina. Karibu tunapofunga somo letu tupate kuomba kama vile tulivyoanza. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunaamini umekuwa pamoja nasi toka tumeanza somo hili mpaka hivi tumemaliza. Tusaidie Bwana kupata uelewa wa kweli wa neno lako. Ni katika jina la Yesu tunaomba, machache mengi tunatarajia kutoka kwako. Na tumeomba tukaamini na kushukuru katika jina la Yesu Kristo yule Bwana Mwokozi wetu. Amina. Amina rafiki. Mungu atubariki, azidi kutuweka hai sote pia pamoja katika jina la Yesu Kristo yule Bwana Mwokozi wetu. Amina.